ya leo kwa sababu rehema zake ni mpya kila asubuhi, na pili kwamba jina langu ni mchungaji Joseph Ondieki, natokea hapa Kisii, nahubiri katika kanisa la Grace Revival Church. Tuko pale daraja 2 hapo kando ya Rana, na tunamshukuru Mungu kwamba ametuweka mahali pale katika majira na nyakati kama haya. Na zaidi napenda tukuleta salamu kutoka kwa familia yangu katika jina la Yesu Kristo kwako mtazamaji, kwa sababu ni vizuri pia kuamkuana na kujuliana hali. Niruhusu basi katika hali hiyo moja kwa moja kukukaribisha wewe mtazamaji wangu mahali popote unaponitazama kutoka, labda unatazama kupitia link, unatazama kupitia televisheni moja kwa moja, unatazama labda utatazama baadaye. Nikukaribishe tu katika jina la Yesu Kristo katika ibada yetu ya leo. Na zaidi napenda kushukuru TV yetu ya Ndizi TV kwa kunipa nafasi kama hii, na ndugu yetu mtangazaji wetu ambaye ni mahiri sana, ndugu yetu Bivon, kwa kazi nzuri anayoifanya. Tunamtazama kila mara, tunabarikiwa na kipindi chake. Kwa hivyo kile unaweza kufanya ni kumwambia mtu awe hakikishe kwamba anatazama asubuhi ya leo. Niruhusu twende moja kwa moja katika neno la Mungu. Kuna kitu ambacho Bwana ameweka katika moyo wangu asubuhi ya leo, kwa sababu ya nchi yetu ya Kenya, kwa sababu yako mtazamaji, kwa sababu ya vijana, kwa sababu ya kina mama, kwa sababu ya watoto, na kwa sababu hii niko mbele zako kujua kwamba Mungu wetu ana mpango mwema pamoja nasi. Niruhusu basi nifanye ombi ninapoanza. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nasema ni asante kwa sababu ya asubuhi ya leo. Neno lako ni nguvu, neno lako ni uhai, neno lako ni tumaini. Tunapolishiriki asubuhi ya leo, nenda tena ukajitukuze katika jina la Yesu Kristo, amen. Napenda kusoma pamoja nawe maandiko matakatifu asubuhi ya leo. Neno ambalo Bwana ameweka katika moyo wangu ni kuchukua hatua ya imani, taking a step of faith. Ndio mada nayo kwenda nayo asubuhi ya leo. Nasoma kitabu cha Wafalme wa Pili, inaitwa 2 Kings chapter 7 kuanzia mstari wa 3. Kwa hivyo ni Wafalme wa Pili sura ya 7 kuanzia ule mstari mdogo, mstari wa 3. Biblia inasema hivi kwa lugha ya Kiingereza: There were 4 leprous men at the entry of the gate, and they said to one another, Why are we sitting here until we die? If we say, Let us enter the city, the famine is in the city, and we shall die there. But if we sit here, we will die also. Now come, let us fall into the camp of the Arameans. If they spare our lives, we will live, and if they kill us, we will die. So they arose at the twilight to enter the camp of the Arameans. When they came to the edge of the camp of the Arameans, there was no one, for the Lord had caused the Arameans' camp to hear sound of chariots, horses, even the sounds of a large army, so that they said to one another, Listen, the king of Israel has hired the king of the Hittites and the king of Egypt to come against us. So they got up and ran away into the twilight, and abandoned their tents, their horses, their donkeys. The camp remained just as it was, and they ran for their lives. When these leprous men came to the edge of the camp, they went into one tent. They ate and drank, carried off silver, gold, clothes, went and hid themselves. Then they came and entered the other tent, and they carried off things from there and went and hid them. Then they said to one another, We are not doing right today. This is a day of good news. If we are silent and wait until the morning light, we will be found guilty. Let us now enter the city and tell the king's household. Baba, nasema asante kwa neno lako. Tunapolishiriki, Roho Mtakatifu anene kupitia kinywa changu, maisha ya mtu yakapata ushuhuda kwa neno lako.
katika jina la Yesu Kristo, amen. Mpenzi mtazamaji wangu, ni neno ambalo tumelisoma katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ile ya 7 kuanzia mstari wa 3. Biblia inatupa historia ya kitu cha kushangaza kilichofanyika nyakati zile. Biblia inazungumzia watu 4 walioshikamana pamoja wakachukua hatua ya imani. Na mimi asubuhi ya leo Mungu amenipa neno kwa ajili yako kuhusu kuchukua hatua ya imani katika maisha unayoishi. Biblia inaandika kuhusu wanaukoma 4, 4 lepers. Napenda tu kwa muda mchache nikupe historia ya wanaukoma. Walikuwa ni watu waliodharauliwa katika jamii. Walikuwa ni watu wasio na usemi katika jamii. Walikuwa ni watu dhaifu. Walikuwa ni watu wanyonge. Walikuwa ni watu wasio na uwezo wa kusikika kwa njia yoyote ile. Walikuwa ni watu maskini. Walikuwa ni watu waliotengwa na wapendwa wao. Walikuwa na watu wasio na nafasi katika jamii walioishi. Watu hawa wananipa picha ya maisha tunayoishi leo hii. Biblia inasema kwamba wakiwa pale nje ya mji wakasemezana, maana katika mji kuna njaa, tukiingia pale tutakufa kwa njaa. Maana nyakati zile palikuwa na njaa kuu katika taifa, na kwa sababu hiyo wao kwa kutengwa kwao wakawa sasa hali yao ni mbaya zaidi. Yani hali inaweza kuwa ni mbaya, lakini mimi pamoja na wewe tupo katika hali mbaya zaidi. Na hawa wanaukoma walikuwa katika hali iliyokuwa mbaya zaidi. Wakiwa pale nje, kitu kimoja kikawajia, na namshukuru Mungu kwa sababu ya kitu hiki. Biblia inasema wakasemezana, they talked to each other, they reasoned together. Sikiza mtu wa Mungu, kuna nguvu katika umoja, kuna nguvu katika kusemezana. Napenda kunena pamoja na mtu asubuhi ya leo. Katika hali unayopitia, usije ukaumia ukiwa umenyamaza. Nenda ukachukue nafasi. Tazama hata mtu anayepitia unachopitia, zungumza pamoja naye. Wapo watu wengi wamekata tamaa katika maisha, wakaamua kujitoa uhai, wakaamua kusema kwamba nitatoka kwa jamii yangu, nitapotelea katika nchi nyingine, ama nitapotelea katika mji nisiyojulikana. Lakini sikiza, wanaukoma hawa wakasemezana, wakasema tukirudi mjini tutakufa. Wakasema hivi, mbele yetu kuna kambi ya watu wale ambao ni nchi nyingine. Tukienda mahali pale tunayo jawabu mbili, tunaweza tukafa ama tunaweza tukapata nafasi ya kushiriki pamoja nao kile ambacho wanacho. Sikiza, ilikuwa ni kambi ya adui. It was a camp of the enemy. This morning I want to speak to us that there are things that we desire in life, and these things will not come in a silver platter. You'll have to stand out and fight for what you think is right. Utasimama upiganie unachotaka katika maisha. Nazungumza pamoja na mtu uko mahali pale, ndoa yako imeleta shida, umepata shida katika ndoa. Nisikize mtu wa Mungu, inahitaji ukasimama ukasema nitapigania ndoa yangu. Upo mtu mahali pale, labda katika biashara umejaribu lakini mambo si mazuri, unang'ang'ana hapa na pale, vitu havijaenda vizuri. Inahitajika mtu atakayesimama bila uoga, aseme I will press on, I will fight for my business. Nazungumza pamoja na kijana aliye shuleni pale. Inawezekana unatia bidii, unapambana, lakini masomo kwa kweli si rahisi. Nahitaji ukajitokeze, ukasema nitapambana, nitajifunga mshipi, nitasonga mbele. Na zaidi sita pia kuzungumza kuhusu nchi yetu ya Kenya. Tunapitia majira ambapo tunahitaji kusimama kwa nguvu
kumwambia Bwana, we need you to give us as generation, utupe nafasi ya kusimama na kusema kuhusu mambo yanavyotakiwa kuwa katika jina la Yesu Kristo. Wanaukoma wanne wakasimama wakasema, tukiketi hapa tutakufa, lazima tutasonga mbele, tukifa na tufe, lakini tukiachwa huru tutakuwa salama. Biblia inasema katika zile hatua zao walipokuwa wakipiga hatua, mbingu zikahakikisha kwamba miguu yao imekuwa ni sauti kubwa. Sikiza, katika hatua ndogo unazopiga, Mungu anakwenda kusababisha uwepo wake ukaenda pamoja nawe. Kila siku katika Biblia panayo historia ya Mungu kutumia kile ulicho nacho. Tunaporudi enzi za Musa, tunamwona akiulizwa, una nini mkononi? Anasema, nina fimbo. Anaambiwa, basi hiyo fimbo itakuwa zaidi ya bastola, itakuwa zaidi ya pesa. Ndiyo fimbo aliyoirusha chini mbele ya Farao, ikageuka kuwa nyoka. Asubuhi ya leo Bwana ananizungumzia, utakapotumia ulicho nacho, Bwana anakifanya zaidi ya pesa, Bwana anakifanya zaidi ya bunduki na risasi, Bwana anakifanya zaidi ya uchawi, maana ni Mungu anayetumia tulicho nacho. Akasema hivi Kristo, anayesema hana kitu, hata kidogo alicho nacho kitanyakuliwa. Asubuhi ya leo una nini mkononi? Nazungumza pamoja na mtu aliyekata tamaa. Sikiza, unaweza ukalipokea neno la Mungu ukawa nalo katika moyo wako, katika hicho kitanda cha ugonjwa ulicholala. Inawezekana madawa hayajafanya kazi, daktari hawajaweza kukusaidia, lakini unaweza ukasema moyoni mwako, nina imani kwamba Mungu ataniponya. Sikiza, Yesu Kristo ana historia ya kusema kwamba imani yangu imekuponya, imani yako imekuponya. Na ninakuombea asubuhi ya leo katika chembe hiyo ya imani. Wacha Mungu akutembelee, wacha Mungu akuinue, wacha Mungu akufute machozi katika jina la Yesu Kristo. Ninajifunza mambo manne kutoka katika watu hawa waliokuwa wenye ukoma. Number 1, they were positive. Walikuwa watu walioona uwezekano na wakakubaliana, we will do something positive. Wakasema tutafanya kitu ambacho ni kizuri chenye kuleta manufaa. They were positive. I want to urge you, by the mercies of God, in everything that you do, katika maamuzi unayochukua, be positive, ya kwamba inawezekana. Nasema kwako kijana, inawezekana. Be positive. Na kuzungumzia mzee, ndoa imekuwa haileti manufaa, imekuwa yenye shida. Be positive. Wewe ni mgonjwa, umekwenda hospitali, wamekwambia ni kansa, unahitaji labda hela zaidi. Be positive. Inawezekana uko mahali pale hauna kodi ya kulipa nyumba. Be positive, ya kwamba unapotoka nje siku ya Jumatatu, unapoingia kwenye kibarua chako, unapoingia kwenye mjengo, unapoingia kwenye bodaboda yako, unapoingia pale daraja 2 kubeba gunia katika shingo lako, ya kwamba Mungu anaweza akatumia kile ulicho nacho kufanya tofauti. Na asubuhi ya leo kama kijana na kama mtumishi wa Mungu, nasema kwetu vijana ya kwamba inawezekana. Yupo Mungu anayefanya mambo makubwa katika kila hatua ya maisha. Tusikate tamaa, ebu tuwe wenye minds ambazo ziko positive, na katika hatua tunayochukua yupo Mungu atayetuwezesha. And as we make decision, tufanye decisions that are sober. Let us do decisions that are right, kwa sababu the Bible says whatever is pure, whatever is of good mind, whatever is sound, chochote ambacho kinaleta faida nzuri, basi na tukiwaze katika jina la Yesu Kristo. Number 2, wale wenye ukoma, they took risk. Walijitahadharisha, they took risk katika maisha. Kuna nyakati na majira yanayofika, lazima uchukue risk katika maisha yako, lazima ujitoe. Hata pale shuleni tulisoma bila shaka ya kwamba even business it is taking risk. Na kushauri mtu wa Mungu, usikubali kufa ulipo, usife kizembe.
Take risk in Jesus mighty name. Katika jina la Yesu Kristo. Uko mahali pale, unawezekana ni mgonjwa, labda hata unajaribu kula chakula kiendi. I want to ask you, chukua imani, chukua hiyo uji, sema I will take it by force. Katika jina la Yesu Kristo, sema nipe hata embe, nitakula kwa jina la Yesu. And as you take it, may the power of God, may the healing, nguvu za Mungu za uponyaji zishuke kwako katika jina la Yesu Kristo. Take risk in Jesus mighty name. Namba 3, kitu nachokijifunza mahali pale, they reason together, wakasemezana. Na naporudi kwenye mstari ule wa 8, Biblia inasema baada yao kwenda pale kwenye ile kambi, wakapata yale majeshi yametoroka. Biblia inasema wakaingia kwenye hema ya kwanza, wakapata hema ya kwanza ina vyakula, ina mavazi, ina dhahabu, wakala wakashiba. Wakaingia tena kwenye hema ya pili, wakapata mambo yako sawa, wakala wakashiba. Alafu kuna kitu ambacho kinanifurahisha sana. Biblia inasema and they came back to their senses, wakajirudia, wakasema what we are doing is not right. Tumekuja hapa, tumepata habari njema, na katika mawazo yetu tumeanza kusahau. Itakapogundulika basi tutaadhibiwa vikali. I want to ask all of us, nataka tujiulize zote, katika nafasi uliopewa na Mungu, are you doing what is right? Ask yourself. Labda ulikuwa ni kiongozi, ukasema kwamba Mungu atakaponisaidia, takapofika pale nitafanya tofauti katika jamii. Lakini umefika pale umesahau. Wana ukoma wakajikumbusha, wakasema ya kwamba Mungu, wewe umetuwezesha kufika hapa, haitakuwa vema tutakaponyamaza. Tutafanya nini? Tutarudi na kuipeleka habari njema na kuzungumzia kijana, umeajiriwa kazi, umekwenda ng'ambo. Usije ukasahau ndugu zako ulioacha nyuma, usije ukasahau ulipotokea. Rudi pale, peleka habari njema katika jina la Yesu Kristo. Na viongozi wetu pia, pale ambapo umefika, Mungu amekuinua hapo, kumbuka nyuma, kumbuka habari njema. Fika wakati ujiulize, je, am I doing the right thing? Is what I'm doing what I'm supposed to do? Come on, reason with yourself, and the Lord is faithful. Mungu wetu ni mwaminifu, atakupa nafasi ya kupata wazo lilozuri katika jina la Yesu Kristo. Najua nasimama mbele zako wakati nchi yetu inapitia kitu ambacho hatujakiona katika kizazi hiki, lakini nataka kumwamini Mungu ya kwamba katika haya majira Mungu anatoa platform, anatupa nafasi ya kuweza kuketi chini tukasemezana. Nazungumza na vijana wetu, ndugu zetu, ndugu zangu wa Generation Z, ya kwamba ni majira ambayo tumetokea, lakini tunahitaji tukatoka kusemezana katika jina la Yesu Kristo. Na wale ambao Mungu ametuweka katika uongozi, ni vizuri kujua ya kwamba ipo nafasi katika kusemezana. Na nakumbuka kitu kimoja tulifundishwa, unapotaka amani lazima kuja na mikono iliyo safi. Sote tulete mioyo iliyo safi, mawazo yasiyokuwa na mawaa. Tumwambie Mungu, tuko mbele zako. Napenda kuzungumza pia wale ambao ni waombezi, intercessors katika mji wetu. Hata vijana mnaweza kuwa intercessors. Listen to me, even as we do what we have done, we can also take another step of prayer. Tunaweza kuwa na Generation Z ambao ni intercessors. Wanasema tutaomba kwa sababu ya wenzetu, tutakumbuka maisha yao, tutamhitaji Mungu akatutangulia. Sikiza, Mungu ni mwaminifu. Wote wanaomwendea anasema ombeni mtapewa, bisheni mtafunguliwa. Lakini zaidi tunamwamini Mungu kuleta amani, kuleta suluhu katika nchi yetu ya Kenya. Wanasema ya kwamba
wakachukua hatua ya imani. Wewe uliyechukua hatua ya imani, nasema Mungu akubariki. Kila siku unamka asubuhi, mzee, unatoka kwako kutafuta kibarua, urudi kuwalisha wale watoto. Nasema hiyo hatua ya imani, Mungu akubariki. Labda uko pale ni daktari, unaamka kila siku ukifanya kwa moyo wako yale ambayo unahitaji kufanya, unamfanya ni kama unamfanyia Mungu. Sikiza, kama sisi sote tungefanya yale ambayo tunafanya kama tunamfanyia Mungu, tungekuwa mbali sana. Ni changamoto kwetu. Wewe ni mwanafunzi, unapoketi shuleni, unapoketi darasani, soma ni kana kwamba unamfanyia Mungu. Sikiza, wewe ni mzee, wewe ni mama, unapoingia jikoni kupika chakula chako, pika ni kana kwamba unampikia Mungu mwenyewe. Wewe ni kiongozi, uko mahali pale, unapokuja katika maamuzi yako, unapokuwa katika meza yako kufanya maamuzi, fanya kwamba unafanya kwake Mwenyezi Mungu. Na namshukuru Mungu ya kwamba tunafika katika hali nzuri ya kupeana nafasi, na natamka ya kwamba katika mazungumzo yatakayofanyika, Mungu achilie amani, Mungu atukumbuke Kenya, Mungu atupe mwelekeo, Mungu asababishie mapenzi yake yakatimia katika jina la Yesu Kristo. Na naponena hivi, Bwana ananipa neno la faraja kwa sababu ya ndugu zetu waliopoteza familia zao, wazazi wetu waliopoteza watoto wao. Katika jina la Yesu Kristo, wacha Mungu afariji moyo wako katika jina la Yesu Kristo. Mungu akutie nguvu, Mungu akufute machozi, Mungu akusimamishe katika jina la Yesu Kristo. Tunaombea wale pia wanaojisumbua moyoni mwao, itakuwaje kesho. Mungu wa Israeli anayetujua na kutufahamu akutane pamoja nawe katika jina la Yesu Kristo. Wana ukoma wakainuka wakasema, haitakuwa vema tukila na kunywa bila kuwakumbuka wenzetu. Wakarudi na habari njema. In fact, unaposoma pale ule mstari, wanasema leo ni siku ya habari njema. Tunawezaje tukanyamaza ikiwa siku ya habari njema? Tunawezaje tukakimya? Tunawezaje tukaenda peke yetu tukisahau kwamba tulipotoka hatukutoka peke yetu? Kuna wazazi waliojifunga wakajinyima kukutafutia karo, wakachukua mikopo kwa sababu yako. Leo umebarikiwa, umepata kazi, rudi kwao, waambie wazazi wangu, leo ni siku ya habari njema. Nazungumza pamoja na mtu, ulipoingia labda mji wa Nairobi, kuna mtu alikuwa accommodator, akakuweka nyumbani kwake, mkalala kitanda kimoja, ukala pamoja naye. Mungu anapokukumbuka ni vizuri kurudisha wema kwa wema. Mwambie ndugu, ni siku ya habari njema, nakumbuka mema ulionitendea. Sote tutakapokuwa na haya mawazo, ni mawazo yanayotokana na hawa wanaukoma wanne. Wakasema, hatutakula peke yetu, hatutavaa peke yetu, tutarudi kwa wenzetu. Sikiza, katika Methali 25:25, Proverbs 25:25. Uko mahali pale, una Biblia yako kijana, una Biblia yako mama, una Biblia yako kiongozi, fungua pamoja nami. Bwana anapotusaidia asubuhi ya leo, Bwana asipotusaidia hatuna yoyote atakaye tusaidia. Maandiko anasema nini? Anasema, as cold water to a thirsty soul, so is good news from a far country. Methali 25:25 wanaandika hawa wenye hekima kubwa. Anasema, kama maji baridi kwa mtu mwenye kiu, ndivyo ilivyo habari njema kutoka mbali. Na ninakuombea asubuhi ya leo ya kwamba Mungu akupe habari njema. Wewe ambaye Bwana amekusaidia, umesimama kwa huo muda wote, umeomba kwa uaminifu, umetembea katika imani, ndani yako umetazamia na umependa Mungu afanye mabadiliko.
kama maji baridi kwa mtu mwenye kiu. Mungu akupe habari njema. Sikiza, ni habari njema inayofurahisha moyo. Wakati ambapo mzazi unaona mtoto uliyempeleka shule amemaliza shule, amefuzu, unafurahi ndani yako kama maji baridi kwa mtu mwenye kiu. Inakuwa furaha ndani yako, na ndio sababu unaona kina mama, kina wazee wanalia kwa machozi kwa sababu ya watoto kuumizwa, watoto kufa. Maana habari mbaya ukandamiza moyo. Hata viongozi wamehuzunika, wamesononeka, wameshangaa, maana kila habari mbaya hukandamiza moyo. Lakini Biblia inasema kama maji baridi kwa mtu mwenye kiu, ndivyo ilivyo habari njema. Natamka kwa jina la Yesu Kristo, kama mtumishi wa Mungu, habari njema ije katika nchi ya Kenya, katika uongozi tulio nao. Wacha Mungu afanye njia yake, tukapate habari njema kwa vijana wa Generation Z. Nasema habari njema kutoka mbinguni ije kwenu katika jina la Yesu Kristo. Mungu ajibu tamanio la moyo wenu, maana kuna kitu mnataka, kuna kitu tunataka kifanyike katika maisha yetu. Napomaliza, napenda kusema hivi. Yesu Kristo akasema katika Yohana, mimi ndiye njia, ukweli na uzima. Akasema mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Hakuna mtu awezaye kuja kwa Baba ila kupitia kwangu. Asubuhi ya leo, unawezaje ukafanya uhusiano wako bora pamoja na Mungu? Ni kwa kuazimia moyoni mwako ya kwamba huyu Yesu ambaye ndiyo njia, nitampa nafasi. Huyu Yesu ambaye ni uzima, nitampa nafasi. Napenda kwa haraka kuomba pamoja nawe. Uko mahali pale unasema, mchungaji Josepha, wewe pia ni kijana, inawezekanaje mtu akampa Kristo maisha yake? Napenda katika moyo wako ukaamini tunapofanya ili ombi, na Kristo akakupokea ukatembea pamoja naye, maana ndiye njia, ndiye uzima. Ni mama, ni mtoto, ni kila mmoja. Rudia ombi hili nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, nisamehe dhambi na makosa. Asubuhi ya leo ama mchana wa leo ama jioni ya leo, popote ulipo, na kupokea uwe Bwana na Mwokozi wangu. Nisamehe dhambi zangu, kwa jina la Yesu naokoka na kuamini. Baba, katika jina la Yesu Kristo, huyu aliyekupokea leo, mwongoze, imarisha hatua yake katika jina la Yesu Kristo. Naomba pamoja na mtu aliye mgonjwa, mtu aliyekata tamaa, usijinyonge, usijiue. Ipo tumaini ng'ambo ya daraja. We uko pale umefungiwa nyumba, mambo mazito yamefanyika, ni kiongozi, unauoga, haujui utafanyaje, haujui utasimamaje mbele za watu. Mwamini Mungu, anaweza mambo yote. Baba, katika jina la Yesu tunaomba mbele zako, kama watumishi, kama nchi, kama vijana, kama watoto. Yesu, nenda ukatuonekanie. Ni mgonjwa aliye hospitalini, nyosha mkono wako, kutana pamoja naye. Ni mtu aliye katika madeni, ameshindwa fanyeje, Bwana nyosha mkono wako katika jina la Yesu Kristo. Alipoteza mpendo wake, ana huzuni, haelewi, ajui atamalizia wapi. Bwana nyosha mkono wako katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba na kuamini, amen. Amen.